wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Balozi ni nani? Katika maana ya kawaida ya duniani, Bwana Yesu asifiwe, balozi ni mwakilishi wa nchi katika nchi nyingine ya kigeni. Hiyo ni maana ya duniani. Amen. Balozi ni mwakilishi wa nchi yake kwenye nchi nyingine. Huyo ndio tunamwita balozi. Bwana Yesu asifiwe. Tuna balozi wa Tanzania kwenye mataifa mbalimbali. Unaweza ukamkuta balozi wa Tanzania Kenya, balozi wa Tanzania Amerika au Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Balozi wa Tanzania Sweden, balozi wa Tanzania Uganda, balozi wa Tanzania Kongo. Kwa hiyo kila nchi ambazo tunashirikiana nazo tuna mabalozi wetu kwenye hizo nchi, wanawakilisha nchi yetu. Kama umeelewa sema amina. Hiyo ni maana ya nani? Ya balozi. Lakini ndani ya balozi tuna neno la ubalozi. Sema ubalozi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ubalozi ni taaluma au kazi ya balozi. Ndio ubalozi. Ni ile elimu. Amen. Elimu ya balozi, taaluma ya balozi ambayo amesomea. Sema amina. Au kazi ya balozi au ujuzi ambao unamsaidia kusimamia mahusiano ya kimataifa. Sema amina. Ile taaluma alionayo balozi inayomsaidia kusimamia mahusiano kati ya taifa lake na lile taifa ambako anawakilisha. Ile taaluma ni taaluma ya ubalozi. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kazi za balozi ziko nyingi. Nimeanza kwa maana ya duniani ili tunapoenda sasa kwenye maana ya kiroho tuelewane sawa sawa. Haleluya. Kazi za balozi ziko nyingi katika dunia hii. Kazi ya kwanza ya balozi ni kupatanisha. Sema amen. Anapatanisha. Maana yake tunaamini balozi wa Tanzania ambaye yuko Kenya, kazi ya kwanza ni kuwapatanisha wa Tanzania na watu wa Kenya. Ni kuleta upatanishi kati ya taifa la Tanzania na taifa la Kenya. Ndio maana hali ya hatari ikitokea, unakuta cha kwanza ni ubalozi kufungwa na watu ambao walikuwa kwenye ule ubalozi kurudi kwenye nchi zao. Kama unanielewa sema amina. Kwa sababu wajibu wao, maana yake wako hatarini, maana wao ndio wapatanishi. Hao ndio watapata shida kwanza. Kwa hiyo tunawatoa kwanza wale, kwa sababu mazingira hayo ni hatarishi, tusije tukawakosa tukashindwa kukaa kwenye vikao. Sema amina kubwa. Kupatanisha. Lakini ni sauti ya nchi yake kwenye ile nchi aliko. Balozi ni sauti ya nchi yake. Kama ni balozi wa Tanzania kule Kongo, ukienda kwenye ubalozi wa Tanzania kule Kongo, maana yake umeingia Tanzania. Ukienda kwenye ofisi yake, maana yake uko kwenye ofisi ambayo ni sauti ya Tanzania. Yaani ni kama taifa la Tanzania ndani ya taifa lingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa vizuri, nimeanza duniani kabla sijaenda mbinguni. Maana huko mbinguni ni mbali kidogo. Tuanze huku duniani. Sema amina. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ni sauti ya nchi yake. Akishaongea balozi, manake taifa lake limeongea. Akifanya ujinga, manake taifa lake ni la kijinga. Kwa hiyo anayekuwakilisha kikosea, manake wewe umefanya nini? Umekosea. Lakini ni habari au ni taarifa za nchi yake. Taarifa zote za nchi unazikuta kwa balozi wa hiyo nchi. Sema amen. Hata historia ya Tanzania utaikuta kwa balozi. Kwa nini? Kwa sababu unapotaka kujua Tanzania na wewe sio Mtanzania, uko kwenye taifa lako, lazima uende kwa balozi wa Tanzania ambaye uko kwenye hiyo nchi. Utaijua Tanzania vizuri. Hivi kuna watu mnanielewa, niko duniani, sijaenda mbinguni bado. Bwana Yesu asifiwe. Na wala sitatumia muda mrefu, nitatumia muda mfupi kwa sababu haya maneno yanaeleweka. Bwana asifiwe. Lakini balozi anasababisha wokovu kwa nchi yake. Balozi ni sababu ya ukombozi au wokovu kwenye nchi yake. Wakati mwingine kwa sababu ya balozi mzuri,
unaweza ukapata kikosi cha usalama kwenye nchi yako kupitia kwa balozi, wakaja kuhakikisha usalama wa taifa lako. Ndio maana nataka nikwambie ukweli kabisa, kuna watu tunao Tanzania lakini sio wa Tanzania. Amen. Wapo Tanzania kwa sababu ndani ya Tanzania tuna mabalozi mbalimbali. Kwa hiyo hao watu wanakuja kupitia mabalozi hao ili kuhakikisha usalama wa taifa. Sema amina. Haya ni mambo machache. Bwana asifiwe. Na ni mamlaka ya nchi yake au ni amri za nchi yake. Mahali balozi yupo, maana yake pana mamlaka kabisa ya nchi yake. Haleluya. Twende mbinguni sasa. Bwana asifiwe. Nilikuwa nazungumzia wapi? Duniani. Tutoke duniani, tumemwona balozi duniani kazi zake. Hata kama hujaandika, najua masikio yako yamesikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kimungu, huyu ni mpatanishi kati ya mtu na Mungu, au kati ya taifa la duniani na Mungu. Unaona kazi ya Mungu ilivyo ngumu sasa. Maana huyu wa duniani anawakilisha taifa lake kwenye taifa lingine, lakini balozi wa Mungu maana yake anamwakilisha Mungu duniani. Sasa pale nilisema taifa, na kwenye taifa kuna rais, si ndio? Maana yake huyu wa duniani anaposimama badala ya taifa, anasimama badala ya rais wa lile taifa. Lakini anayesimama badala ya mbingu, anasimama badala ya Mungu. Hapo piga makofi wewe. Ni mambo mazito sana haya naongea. Bwana Yesu asifiwe. Balozi ni mwakilishi wa Mungu duniani, ni mwakilishi wa ufalme wa Mungu duniani. Maana yake mahali alipo balozi, mahali alipo mjumbe wa Mungu, hapo mahali Mungu yupo, mamlaka halisi ya Mungu ipo. Kama unataka kumuona Mungu, unaenda mahali balozi yupo. Kuna watu wananielewa Mungu duniani hapa. Hata kama ni maskini wa mwisho, lakini kwa sababu ameokoka na ameamini na ni mtu wa maombi na anafuata neno la Mungu, amesimama kwa neno la Mungu, na Mungu amemuona toka moyoni, ameona ashuke hapo kwa sababu yupo mwakilishi wake, ampe mamlaka kabisa ya kimbingu pale alipo. Wangapi mnanielewa vizuri? Balozi ni mtu muhimu sana. Ndio maana ofisi nyingine zinaachwa. Machafuko yakitokea, kwanza balozi mbalimbali, tunaanza kuangalia mabalozi wa mataifa mbalimbali, kwa sababu hawa ni watu muhimu kabisa ambao wanawakilisha mataifa yao. Lakini ukizaliwa upya ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, Mungu anakufanya wewe balozi. Hakuna balozi ambaye hajaokoka. Hakuna balozi ambaye hajazaliwa mara ya pili. Balozi wa Mungu ni yule ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Balozi wa Mungu duniani ni yule anayeamini lisilowezekana kwa akili za kibinadamu, kwa Mungu linawezekana. Huyo ni balozi. Haleluya. Balozi wa Mungu duniani ni yule anayesema, Mungu amenituma nitakuponya magonjwa yote, kwa sababu aliye ndani yangu amenipa amri ya kuponya magonjwa yote. Huyo ni balozi wa Mungu. Haleluya. Balozi wa Mungu haogopi chochote, kwa sababu mamlaka halisi ya Mungu ipo ndani yake, na ofisi yake sio ya kwake, ni ofisi ambayo Mungu amegharamia ili awepo mtu wake hapo awasaidie watu, alete wokovu. Naona mamlaka ya balozi wa mbinguni ilivyo kubwa. Sasa watu wengi tuliookoka tumechukulia rahisi. Mimi nimeokoka, nampenda Yesu. Kienda, natoa hii mifano ni kama miepesi lakini mizito sana. Kienda kwenye simu unakutana na Diamond, anajiita mlokole, ana muziki ya Diamond, muziki ya baby ya ambayo watu hawana muda na Mungu wake, ndio iko kwenye simu.
hajui maadili ya yule anayemwakilisha wapi? Duniani. Kazi tulionayo ni kubwa mno. Kazi tulionayo ni kubwa mno, haijawahi tokea duniani. Ninasema kazi ya uwakilishi wa mbingu sio ya mchezo, wala haiwezi kuchukuliwa kiwepesi, haiwezi kudharauliwa. Ukiidharau utapotezwa, ni hatari, kwa sababu mamlaka hiyo haijawahi kuwepo duniani. Watu tuliookoka tuseme amina. Nazungumza nani? Balozi au mjumbe wa Mungu. Sema amina. Sasa sikiliza, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Warumi, maneno ya mwishoni kule sura ya 16, kuna maneno yanasema na ishara hizi, si ndio, zitafuatana na hao waaminio. Si sawa? Amen. Huyo ni balozi wa nani? Anayeamini ni balozi wa Mungu. Anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa na watafanya, watapata afya. Alafu amesema watasema kwa lugha mpya. Wangapi mnaamini lugha mpya ni Kiingereza? Bwana Yesu asifiwe. Lugha mpya haijawahi kuwepo duniani. Lugha ya Kiingereza inaweza kawa ni mpya kwako, lakini lugha mpya kiroho ni lugha ambayo hakuna mwanadamu amewahi kuongea. Hiyo ndio lugha mpya kiroho, kama naelewa.